hatutaweza kuendelea na kesi hii bila mashahidi yao. Mheshimiwa hawakusema hivyo, na maneno yangu yasiyochukua kama ni ya kwao au wanaorusha kuchukua kutoka kwangu, sababu nimesema mimi. Kwa hiyo ninachukulia kwamba wana mashahidi wengi, maaskari ambao wanafanya nini kutoa ushahidi. Hao wachache walionao ambao ni wakificho, hao watakuja baadaye. Kwa hiyo hoja yetu ni kwamba mheshimiwa, ahirisho likataliwe, tuendelee na kesi ili siku hii muhimu ambayo ikitoka imetoka haitarudi, itumike vizuri. Tuitumie vizuri. Watu wametoka huko sehemu mbalimbali kuja hapa kusikiza kesi, tuendelee na hiyo kesi, tujue mwisho wa siku usaidie kesi hii iweze kuisha haraka. So mwenzetu alikuwa anazungumzia ni maslahi ya umma. Mimi nasema ni maslahi ya umma, nataka kuzungumza. Ni maslahi ya umma kesi isikilizwe haraka. Kutaka kusema kwamba huko juu kuna kitu kingine kunazuia maslahi, ni hoja ambayo unaweza unaacha kuijibia tu. Ni maslahi ya umma kwamba kesi hii isikilizwe kwa haraka ili tuweze kujua hatima yake, watu wajue haki zao zikoje, kuliko kuiahirisha na kusema tuifanye nini ili tuipangilie huko. Licha ya kweli mheshimiwa kwamba kwa mujibu wa kesi hii kisheria, kwa mujibu wa sheria kwa kesi hii mshtakiwa ana dhamana, lakini kutokana na mazingira ya kesi hii inaendana na ratiba ya ile kesi ya nini ya jinai ile ya uhaini. Kwa hiyo tungependa mwisho wa siku kesi hii ifanye nini, isikilizwe kwa haraka, tuweze kuamuliwa, tujue hatima yake, hatima yetu. Na baada ya kwa hiyo wenzetu wasijifiche katika kivuli kwamba kuna mashauri kule Mahakama Kuu ikawa ndicho kigezo cha wao kutaka kufanya nini, kuomba ahirisho. Kama walikuwa na nia kutokuwa na ahirisho, walikuwa na nia kuwa na ahirisho, basi wangetupatia tip off. Jamani, kesho msihangaike, sisi hatuna shahidi, si ndio? Sisi hatuna shahidi. Hawajasema hivyo, na mimi sipendi kuwasemea, na madhali nimesema hauzuki kuyanakili maneno yangu, watakuwa wameiba, si ndio? Kwa hiyo mheshimiwa, ni rai yetu kwamba ahirisho likataliwe. Huyo shahidi mtaalamu wa forensic sijua nini wa mitambo aliyekagua ile diski akaribishwa tu hapa kizimbani, tuangaike naye. Wakili Kibatala kidogo. Kibatala nataka kuongezea kidogo. Asante. Kidogo nafikiri sio hoja ambayo inaweza kutuchukulia sana muda. Sawa. Nafikiri tu kidogo tu. Mtu mmoja anaweza katosha kuchangia hapo. Karibu Mheshimiwa Kibatala. Mheshimiwa kidogo tu. Mheshimiwa, kuna rafiki yangu Katuga ni mshabiki wa mpira na mfahamu mchezaji anaitwa Eric Cantona. Ana msemo wake mmoja aliusema, if seagulls follow a trawler it is because they think sardines will be thrown in the sea. Kama ndege walewa majini wanaufukuzia mtumbwi ni kwa sababu wanajua dagaa watatupwa waweze kula. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu haya yote ambayo yanajiri leo ni mwendelezo wa hoja ambazo tumekuwa tunazitoa za kupinga maahirisho, lakini mahakama mwisho wa siku ina balance. Tumeshamaliza kufanya submission. Katuga anaulizwa, hivi ni kwa nini tena umesema wakati submission zimeshafungwa? Yaani kama anafunguliwa mlango wa mahali pa kutokea hivi, sorry to say, ndio matokeo yake haya mheshimiwa hakimu. Tulipinga ahirisho mara ya mwisho. Kesi hii imesikizwa mara mwisho tarehe 16. Tukapinga vikali sana ahirisho lililoomba kwa kisingizio kwa sababu ambazo tulitoa. Sasa this is a direct consequence. Oda ya mwisho, sio kama mahakama itaikumbuka. Oda ya mwisho ni kwamba ushahidi wa PW1 umekuwa deferred pending ushahidi wa kuletwa specific witness. Wewe una control proceedings. Huyo shahidi subject to order deferment umeshaonyeshwa. Naona kama unataka sasa mwenyewe unaweza ni challenge oda yangu niliyotoa. Hamna anaye challenge oda yako mheshimiwa. Wewe nafikiri jielekeze basi vizuri. Hamna anaye challenge oda yako, tunakukumbusha tu kwamba jielekeze vizuri basi. Tusirudi nyuma kule. Jielekeze vizuri kwenye. Maana yangu ni kwamba let us all calm down mheshimiwa, with all due respect. Maana yangu ni kwamba tulitegemea leo cha kwanza ambacho kingetangulia upewe taarifa za whereabouts ya shahidi ambaye ni subject ya substituting orders. Hizo orders hazijakuwa departed.
Sasa hata whereabouts za huyo shahidi huyo ambaye alitolewa specific order ya deferment na akatajwa kimahususi kabisa haujaambiwa. Badala yake watu wanaruka stage, wanataka sasa kuzungumzia mambo yaliyoko high court. As if your application haikuwa pending wakati PW1 anatoa ushahidi, and they were aware they had been duly served. Kesi imeitwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Mkuu, huyu application ya revision against number 14, 14496 of 2025 imeitwa for the first time tarehe 17 June. Tarehe 16 June shahidi PW1 ametoa. Mbona hoja hiyo haikuibuliwa that day? Huo res of judice kwa nini haukuwa that day? Kwa nini unakuja kuibuka leo very conveniently in light ya order ya deferment ya shahidi? Kwa hiyo mheshimiwa, hoja yetu ni kwamba kama mahakama inataka kuahirisha fair, lakini hakuna reasons zozote zilizokuwa set forth, na wenzetu tungeona wangekuwa waungwana, wangesema tu leo hawana shahidi, tu discuss kutokuwepo kwa shahidi. Kuchosha kwa kuzungumzia application number 15635 ambayo yenyewe hata kuitwa haijaitwa. Kwa tunasisitiza kwamba mheshimiwa, hakuna sababu zozote zile legally or factually ya kuahirisha shauri hili, na kama litaahirishwa ni kwa sababu tu ya convenience, to be frank, ya upande wa mashtaka. Seagulls will be following the trawler. We are most obliged. Sawa mheshimiwa, mshtakiwa alikuwa anaomba kidogo kujisitiri.
Maksudnya